wote kwa pamoja na wimbo nambari 107 ambao ndio wimbo wetu wa makambi. Choristers, leaders, please. Bwana asifiwe. Nitasoma haya halafu nitaweza kuomba. Zaburi 34 kuanzia 15 nasema maneno haya: macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. 16 inasema uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Na 17 inasema walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Ndio maana katika boksi hii kuna mahitaji ya kipekee sana, na ninajua hata miongoni mwetu kuna watu ambao wako na mahitaji rohoni mwao na taabu ambazo wanamulilia Mungu. Zote tungependa kuzibeba kwa Mungu, na ningeomba kila mmoja afunge macho tunapoomba. Asante sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu umekuwa Mungu wetu tangu kitambo. Katika imani yetu kama binadamu, tunakutegemea kila wakati, tukijua kuwa wewe ni muweza yote. Na asubuhi ya leo tumesimama kwa sabato yako takatifu ambayo uliibariki ukaitakaza.
na ukauturuhusu sisi tuje kama watoto wako miguuni pako. Ndio maana wengi wetu tumekuja, wengi wakiwa na changamoto zao. Kila mmoja wetu tumekuja kwa sababu tumepitia mambo mengi kwa wiki hii, kwa siku 6 ambazo tumepata kuweza kufanya hata kazi zetu za mikono. Naomba siku ya leo kwa njia ya kipekee sana, hata kwa changamoto zetu, kwa shida zetu, utupatie pumziko la kipekee sana miguuni pako, ili hata mwisho tutakapoondoka hapa tuweze kusema kweli tumeweza kupatana na Mungu wetu. Mwenyezi Mungu, mbele yako kuna mahitaji ya kipekee sana ambayo tumeyaombea kwa wiki hii kutoka kwa watoto wako. Nainua tena mbeleni mwako nikiomba kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambaye usikia taabu zetu jinsi umetuahidi katika Biblia yako, usikie kilio cha watoto wetu, usikie kilio cha watoto wako ambao wameweza kuleta maombi haya mbeleni mwako. Na miongoni mwetu Mwenyezi Mungu, kuna wale ambao hawakupata nafasi ya kuweka mahitaji yao katika boksi hii. Lakini naomba unapotembea na unaposikia kilio cha watoto wako, watembelee pia miongoni mwa mkutano huu, na mwishowe tuweze kuona mkono wako katika maisha yetu. Asante kwa kuturuhusu tuhudumu katika makambi ya mwaka huu katika eneo hili. Naomba mchungaji atakaposimama kunena nasi asiweze kuonekana, bali Yesu ainuliwe, avute watoto wengi sana kuja kwako, tunaposubiri kuja kwako ufalme wa pili, kwa sababu tumeomba tukiamini kupitia kwa jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wana na binti za mfalme, happy Sabbath, happy day. Ni wakati wa matoleo, na kabla hatujatoa, wacha tuweze kupata himizo kutoka kitabu cha Malaki 3:10. Inasema leteni saka kamili ghalani, ili kiwemo yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mungu ametuahidi kwamba ikiwa tutakuwa waaminifu kwake na tuweze kutoa kwa uaminifu, kwamba atatubariki na aweze kutumwagia mapato zaidi, hata mengine ziwe na nafasi mahali ya kuweka. Na Mungu akisema, amesema, na hakika atatenda katika maisha yetu. If only the condition is we be faithful in our giving, tuweze kuwa waaminifu kwa kutoa. Katika ile wimbo ambayo tumeimba 107 as our team in our camp meeting team song, kuna mambo ambayo nimeweza kuyaangalia ambayo ni mafuno yakiwa
yanakawia. Na jambo lingine ni watu wa karibuni wasiomjua Mungu. Jambo lingine ni sala na sadaka. Ikiwa tunatoa katika uaminifu, tukileta katika nyumba ya Bwana ili iweze kufanya kazi yake. Mungu wetu sio maskini, bali chochote ambacho tunachotoa ni kwa ajili ya kufanya kazi yake. Kama hii makambi haingeweza kufanyika ili watu waweze kuokoka pasipokuwa kutoa kwako na kwangu. So kuna watu ambao wako karibu na wewe ambao hawajaweza kufikiwa na huu ujumbe. Kwa kutoa kwako wanaweza kufikiwa, na kwa maombi yako pia hawa watu wanaweza kupata neno la kuomba. Kabla hatujatoa, ningependa tuweze kuomba, na nitakapoomba tuweze kupata, baada ya kuomba tuweze kupata kwaya ya Maliwini Youth waweze kuimba, then South P Church Choir. Tuombe. Mungu na Baba yetu aisiye juu mbinguni, tuacha mbele zako wakati wa mchana tukiwa na wingi wa shukrani kwa wema wako. Umetulinda, umetupatia afya, na hata umetubariki na fedha na mali ambayo tunayoenda kukutolea kama kwa saka na sadaka. Mungu, tusaidie tuweze kuwa waaminifu kwa utoaji wetu, ili kazi yako iweze kuendelea na wengi waweze kufikiwa na hili neno. Sote tuweze kuungana pamoja tupate ufalme wa mbinguni. Tunapoenda kutoa, wabariki wote ambao watatoa, na wengine walikuwa na nia ya kutoa pale hawakuweza kupata. Mungu uweze kuwabariki ili waweze kutolea siku nyingine. Ni ombi letu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mashemazi waweze kuamuka ili waweze kukusanya sadaka. Kwaya ya Maliwini Youth waweze kuja na wimbo moja. Baraka kwenu nipate kumimina, baraka kwenu